nguvu ya matokeo. Maandiko yanatueleza mahali hapa ya kwamba Yesu alipoliandaa kanisa lake, na baada ya kuliandaa kanisa lake, maandiko yanatuambia Yesu alipomaliza kazi akasulubiwa msalabani, na baada ya hapo alipokuwa akijiandaa kupaa zake kwenda mbinguni, maandiko yanatuambia ndipo akawaagiza wanafunzi wake, akawaambia, nendeni Yerusalemu mkakae mahali pale, msitoke mpaka mmevikwa tena uwezo utokao kwa Baba, mmevikwa nguvu, mmempokea Roho Mtakatifu. Msitoke pale Yerusalemu mpaka mmempokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anawaambia, nani mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu huyo Roho Mtakatifu. Na akisha kuajilia juu yenu huyo Roho Mtakatifu, kitu cha pili, mtakuwa mashahidi wangu. Mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nchi. Anasema mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nini maana yake? Tunachojifunza hapa ya kwamba kumbe Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, kinachotokea anazalisha nguvu, kinachotokea analeta nguvu, kinachotokea anasababisha tuwe ni watu wenye nguvu. Anasema mtapokea nguvu, mtakuwa na nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Na baada ya hapo anasema, baada ya kupokea nguvu hizo, baada ya kuwa na hizo nguvu, Biblia tuambia kwamba ndipo mtakapokuwa mashahidi. Ndipo mtakapokuwa mashahidi. Nini maana yake? Ndipo mtaweza kufunua siri zangu, ndipo mtaweza kuwaelezea watu habari zangu, ndipo mtaweza kushuhudia mambo yangu kwa watu wengine, mtaenda kuyadhihirisha mambo yangu kwa watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu ndani yenu Roho Mtakatifu yuko ndani yenu, amezalisha nguvu, ameleta nguvu kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Nami ninakuombea jioni ya leo iwe ni jioni yako ya kupokea Roho Mtakatifu, na ukishapokea Roho Mtakatifu ukawe na nguvu kwenye maisha yako, ukawe na nguvu kwenye kazi yako, ukawe na nguvu kwenye biashara yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kama unanielewa, pokea hiyo neema na Bwana awe pamoja na wewe. Nisikie ukisema ameni kwa Bwana aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninaongea habari ya nguvu ya matokeo. Nini maana yake? Kumbe Roho Mtakatifu anapokuwapo ndani yetu, anachokifanya anazalisha nguvu, analeta nguvu ya kusababisha matokeo katika maisha yetu. Nini maana yake? Tunapokosa Roho Mtakatifu tunakosa matokeo ya kiungu kwenye maisha yetu. Tunapojaa Roho Mtakatifu, tunapokuwa na Roho Mtakatifu, tunakaribisha matokeo ya mafanikio, matokeo ya kuendelea, matokeo ya kutopingwa, matokeo ya kuharibu kila kazi za adui kwenye maisha yetu, matokeo ya kufika mbali, mahali ambapo Mungu amepakusudia tuweze kupafikia. Maandiko yanatuambia ya kwamba Mungu alituumba, alipotuumba akasema, tawaleni, zaeni mkaongezeke na kutawala. Nini maana yake? Kumbe tumeletwa ili tutawale. Sasa ili tupate matokeo ya kutawala kwetu ni lazima tuwe na nguvu. Nami nimekuja nimtambulishe juu ya maisha yako nguvu ya kuleta matokeo ya kutawala kwako, nguvu ya kuleta kusudi la Mungu litimia kwenye maisha yako, nguvu la kufika mahali Mungu amepakusudia. Si nyingine, ni Roho Mtakatifu akiwa juu yako, akiwa ndani yako. Nami nasema kwa jina la Yesu, pokea neema ya Roho Mtakatifu ndani yako ili ukaweze kutawala, ili ukaweze kuyapata yote ambayo umeyakusudiwa katika jina la Yesu aliye hai. Na kama unanielewa, nisikie kusema amen kwa Bwana aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Chochote cha gharama huwa kinalindwa kwa gharama. Chochote cha gharama huwa kinagharamiwa. Chochote chenye matokeo ni lazima kuwe na kitu kinachoweza kusababisha matokeo yaweze kutokea.
chochote chenye matokeo ni lazima kuwe na kitu chenye uwezo wa kusababisha matokeo yaweze kutokea, na chochote chenye gharama ni lazima kuwe na kitu kitakachosababisha ile gharama iweze kulipwa. Nami nasema kwa jina la Bwana aliye hai, kanisa la Bwana, wewe ni wa gharama. Kanisa la Bwana, wewe ni wa gharama, na kwa kuwa wewe ni wa gharama, na ndio maana Mungu ametupa Roho Mtakatifu wa gharama, ili aweze kutulinda, ili aweze kusababisha matokeo yanayotustahili katika jina la Yesu aliye hai. Nami nimekuja jioni ya leo, ninakuombea kwa jina la Yesu aliye hai, yule Roho Mtakatifu anayelipa gharama ya gharama zetu tulizo nazo, aingie ndani yako na kuwezeshe tena kwa jina la Yesu aliye hai. Na kama unanielewa, Bwana awe pamoja na wewe. Nisikie ukisema amen kwa Bwana aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni wa thamani, wewe ni wa gharama, na kwa kuwa wewe ni wa thamani, na ndio maana Yesu aligharamika kuhakikisha kwamba anakuandaa. Lakini alipokuandaa, Yesu hakuachi vile vile ulivyo. Ni lazima kupatie kitu kingine kitakachoendelea kulinda thamani yako, kitakachoendelea kulinda gharama yako ulionayo, na si kingine. Roho Mtakatifu amekuja ili kuhakikisha thamani yako, ili kuhakikisha gharama yako ambayo Bwana amekuandaa kwayo iweze kudumu na kuwapo kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Huyo Roho Mtakatifu amekuja kwa ajili ya maisha yako, ili maisha yako yabaki kuwa na standardi ya thamani ile ambayo Mungu alikusudia kwenye maisha yako. Anayenielewa na aseme ameni. Ipokee hiyo neema, na Bwana awe pamoja na wewe. Nisikie ameni kwa Bwana aliye hai. Shangilie Bwana kwa makofi mengi, shangwe na vigeregere. Sema ameni kwa Jehova aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema mimi ni wa thamani, na kwa kuwa mimi ni wa thamani, Bwana amemwachilia Roho wa thamani ili aitunze thamani yangu, ili aiendeleze thamani yangu, ili ailinde thamani yangu katika jina la Yesu aliye hai. Na iwe kama ulivyokiri kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na siku ya leo pokea zawadi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, na Bwana awe pamoja na wewe. Nisikie ameni kwa yule ambaye amenielewa jioni ya leo. Pigie Bwana kelele nyingi za shangwe. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni wa thamani. Amekuja kwa ajili ya thamani zetu tulizo nazo. Yesu alipokuwa kiliandaa kanisa, alikuwa haandai kanisa dhaifu, alikuwa anaandaa kanisa lililo na thamani. Na ndio maana miaka 3.5 amewekeza kulifundisha kanisa, kwa sababu alikuwa akitengeneza kanisa lenye thamani. Na ndio maana Bwana Yesu amekuokoa wewe kutoka dhambini. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anataka kutengeneze. Yesu amekwisha kutengeneza. Yesu amekufanya wewe kuwa wa thamani, na ndio maana amekupatia neema ya kuja kwenye kongamano hili, ili usikie namna ulivyo wewe wa thamani. Na ukishasikia namna ulivyo wa thamani, Roho Mtakatifu aingie ndani yako, akujaze tena thamani, na kuilinda thamani yako, na kuitunza thamani yako, na kuiongeza thamani yako katika jina la Yesu aliye hai. Kama unanielewa na kulipokea, pokea, na Bwana awe pamoja na wewe. Nisikie ameni kwa Bwana aliye hai. Shangilie Bwana.